Mimi ni mmoja kati ya wale ambao watu wengi sana wameniroga. Nimerogwa sana. Na hawa ambao mimi wananiroga si kama labda siwajui, nawajua. Na nataka nikupe njia ambazo za kukufanya wewe ujue kama wewe unarogwa au hurogwi. Njia ya kwanza kabisa, jitathmini wewe mwenyewe binafsi na ujiangalie. Jiangalie kwa watu ambao wanaokuzunguka au unaoishi nao. Vipi wanaishi na wewe vipi? Wanakuchukia au hawakuchukii? Hilo la kwanza. La pili, vipi unafanyiwa fitna wewe? Watu wanakuombea mabaya, wanakuandama au hawakuandami? Kwanza kabisa unatakiwa ndo ujichunguze hivyo vitu. Na ikitokea umegundua kwamba unafanyiwa fitna, ikiwa kazini, ikiwa nyumbani, ikiwa maskani, ikiwa sehemu yoyote ile ambayo inapatikanika riski, kama unahisi una maadui wa namna hiyo, wa sekta hizo, basi ujue unarogwa. Na anayekuroga ni yule ambaye unayemuona huyu hanipendi from nowhere, na ananichukia na ananisema kwa watu, alafu watu wanaambiwa wasiseme, alafu hawa watu ambao wanaambiwa wasiseme wewe ndo wanakuambia, na wewe wanakuambia usiseme. Sijui unaelewa vizuri. Yaani watu wanaambiwa maneno kuhusu wewe ya uongo, fitna tu na chuki za wao watu binafsi zao walizokuwa nazo kwako, alafu wao wanawaambia washikaji zako, watu wa nje. Wakisha kuambia habari zako, wanapewa na kodi kwamba msiseme au msimwambie yeye mwenyewe binafsi. Afu watu wao wanakuja kukuambia na wewe kwamba mtu fulani ametuambia hivi na hivi na hivi na hivi, lakini kasema tusiseme au tusikwambie. Ina maana na wewe usiseme. Maisha. Kwa hiyo unayemwambia kakwambia usiseme, na aliyekwambia kaambiwa asiseme. Ukiwa na hiyo hali, ujue ndugu yangu unarogwa, alafu unarogwa tena. Marogo yapo ya namna nyingi sana ndugu yangu. Clip namba 2 nitakuja kukupa marogo ambayo narogwa mimi. Ukihisi na wewe unatokezewa kama nilivyokuhadisia, basi jua na wewe ndugu yangu, nenda kajitafute. Sema tu watu wa Mungu wanakuwa na Mungu, na mambo yao na marogo yao yanaishia kwa waganga au yanaishia hewani, hayaingii kwenye simu. Kumamae, kuma kurogwa.